Hello guys, hope mko fiti, mko fresh manze. 2 days manze, mimi nimeamua hata kama ni kwa giza lazima nijirecord wadau muone. As in one day manze, mimi sijawekea video wadau manze. Hii alafu kosa kuingia live. Mimi na miss wase. As in mafans nashindo kwani hawa senda wapataje manze. Lakini wadau at least nimerudi. Yes, nimerudi kabisa. Nao acha nataka kidogo tuguzie mishoni ambayo imekuepo. Hata kama nimekuwa busy, nimekaamua tu kwa hii giza tu usiku ambaye natembea tuongelee kidogo. Now guys, tuliacha mambo imeenda mrama. At least guys, inafaa munipigie makofi kidogo. Mlisema nikifikishia anaitwa nani? Afisa Deno. Nikimfikishia ripoti ya kutoa Ben 10 kofia. Si nilimfikishia manze. Nilifanya venye mlitaka nikafikisha. So nilifikisha ripoti yenu, but it's okay. Now let's proceed. Mnacheki sahi mishoni baada nasonga. Hata kama tumekuwa na changamoto kidogo, jana sijaweza kuingia live. This tumekuwa na changamoto. Hivi. Lakini guys, at least tulikuja tukaona afisa wetu wamedeal nayo, wamejaribu. Ingawaje alikuwa ameuziwa uoga, wamejaribu kudeal na maneno venye nenda. Walitishiwa maisha na nani? Na Ben 10 pamoja Ben 10 pamoja na afisa George. Now Ben 10 waliambia afisa George maisha yake imo hatarini. Mimi kwanza saa hizo waliambia afisa DCI Godfrey maisha yake imo hatarini. Kwanza saa hizo hakuja kuwa na amani kwa DCI. Hata wakiwa na afisa George wote hawajakuwa na amani. So this guy wanajiuliza hawa si wanajaribu kumaanisha ama wanatuchocha. Lakini for me guys, nilisema wasiichukulie hivi. Hii kitu ambayo ilisemekana ni ukweli. So the thing is, ni DCI ajue venye atachunga maisha yake na achunge pia afisa achunge maisha yake, asiwachukulie hivi. Guys, sasa wacha nirudi kwa video ya leo. Sama alifanywa deliverance. You guys requested. I tried my level best. Nikaongea na Madam Ivy akafanywa deliverance. Mimi nasomanga comment section wadau. Mimi nasomanga na nikafanya venye mlitaka. Lakini sasa changamoto imekuja kidogo sasa. Kuna hii mission ambayo acha nipite hivi. Kuna hii mission ambayo kuna huyu mwanadada. Alikuwa anaitwa nani? Who is this? Nancy. Alikuwa mara ya kwanza alipatikana kwa nyumba ya nani? Ben 10. Nancy ni yule alipatikana kwa nyumba ya Ben 10 na akakuwa amesema yeye anadai 30k deni. Ikakuja kajulikane mtoi na akakubali yeye ni gaidi. Now mission ya leo alikuwa ameamua kutuonyesha beza ambayo nini watoi wanapelekangwa. So kuna huyu madam afisa wetu alienda akijifanya anafanya nini, anamkatia. Akaenda pale akaanza kuongea na yeye. Na unacheki pale hivyo, huyo madam mara ya kwanza alikuwa anakaa ni kichwa ngumu. Hata kulingana venye, so unajua nani alienda na mic? Ule Nancy alienda na mic. Mara ya kwanza alikuwa anakaa ni kichwa ngumu. Sisi tunajua venye huyu madam anaongea. Hata mwanaume ajaribu kumkatia hawezi. Kumbe afisa wetu akaenda pale akijifanya anamtaka. Na akamkatia tu hivi. Until manzi akakaa nikaa anaingia box. Hata ikabidi huyu mwenye tumetuma anaitwa aje, huyu guide Nancy ajipe shughuli kidogo, ndio afisa abaki akifanya nini, akitupa lugha. Na kumbe guide akaingia box. Guide aliingia box. Na baada ya guide kuingia box afisa baka anajifanya ni nyumba anatafuta wadau. Anamwambia mimi nataka naulizia nyumba, na anajaribu kupeleleza kwa design ya ati wewe unaishi hizi area. Na guide alikuwa anashindwa. Huyu mtu ananitaka. As for me, kama mimi ningekuwa msee, ningejiuliza maswali aina mbili. Kitu ya kwanza, wakati afisa amefika, huyu manzi mwingine amejitoa, huyu Nancy amejitoa. Na ingekuwa ni mimi, ningejiuliza kwa nini huyu amejitoa na hajasema, na hakuna mali afisa alisema huyu ajitoe. Afisa hakuna mtu mali alisema tuwe jitoe, nataka kuongea na huyu Wakati afisa amefika hivi, si Nancy akajitoa, wakabaki na nani? Sijui anajiita aje. Mimi hata sijui hizo majina whatever. Wakabaki na huyu mwingine. Baada ya kubaki huyu madama anajaribu
kusikiza Godi venye anaongea, Godi naye anatupa lugha. Kumbe hata madisi wanakuanga na lugha na azini hii lugha yake mimi hata sijui ilikuwa inakuja aje. Lakini tu bado tu ilimuingiza nani? Ilimuingiza umsee box, Madam box. Madam baadaye baada ya kuja kurealize alikuwa anacheza na DCI. Madam amebonda na anageuza adai ajuize riba ni gani. Sasa hata akigeuza na ashajulikana imekuwa ni tricky. Already hakuna kitu angedu. Hakuna kitu angedu. Ashapeana information. Alafu kumbuke kitu kingine, already kulikuwa na information tulikuwa tushapata through kwa simu. Information ilikuwa tunashapata kwa simu. Tushapata kwa simu. Information ni gani? Madam Nancy aliamua kumcall. Aliamua akamcall na akamcall tukiwa hapo manze. Tukasikia kila kitu mpaka kuna delay ya mshahara. So sijui hii delay ya mshahara ni wote wanafanywa hivyo ama nini. Juu wakati ambapo tulikuwa tunasikia, wakati ambapo walikuwa wanaongea, nilisikia kwanza nilipe ile deni ndio nilete mzigo mwingine manze. So hawa ni kama ni bet wanayekelea na hizi mizigo zao. Ni kama ni bet hayuko sure utajengwa. Sasa nilikuwa nashindwa hiyo division iko aje. Kwani yeye ameuza pesa ngapi? Yeye ameuza pesa ngapi? Juu tulisikia pale wakidai ni 30k. Na kama ni 30k, kwani yeye aliuzia huyu Nancy pesa ngapi? Juu sasa hata hapo mimi imenichanganya kiasi. Nancy ameinua na pesa ngapi juu kama huyu ameuza na 30k? Juu sasa hiyo do atagawana aje kwa hiyo mzigo? Kulingana na mzigo hiyo do, ni kiasi. Okay, it's okay, wacha tuachane nao ndio wanajua. Sawa, na evidence iko tu tushajua. Wase wako na nini? Wako na bidhaa wameficha. Na hiyo ndio tulikuwa nataka. Hizo bidhaa after imejulikana, that's all. Sisi hatuna haja na kitu kingine. Tulikuwa nataka tu confirmation kutoka kwa DCI wetu. Habari zenu? Tulikuwa nataka confirmation kutoka tu kwa DCI wetu. Yaani kutoka kwa magaidi DCI wajue. Nao wamejua hii deal iko na madamu wengi. Wadau. Hii deal iko na madamu wengi zaidi. Unajua tulikuwa nafikiria ni kama pale mwanzoni. Tulikuwa nafikiria ati waseni wachache, lakini kila siku wadau wanapatikana wengi. Mimi wadau hata wacha niwaambie tu ukweli. Mimi sikuwa na topic ya kuongelea, nimewamiss nikaamua tuchambue tu hii. Sikuwa nimejipanga kitu yote. Unaona nafanyia magizani tukitembea. So huyu madam, in short, afisa wetu wakimkalia serious anaweza patiana information mob sana. Huyu nikisema Nancy, mara kwanza tulimpata kwa nani huyu Ben 10. Yaani shaanza kusahau watu juu nimebeba mambo mingi sasa kwa kichwa. Wakati alipatikana kwa Ben 10 alikuwa mjamzito. Hata sasa yako mjamzito bado. Na alikuwa anabishana, yeye hajui kitu ambayo inaendelea. Alikuwa anabishana hajui kabisa. So sasa hii haizi ruka juu ilikuja ikajulikana. Huko barabara ni ngori wadau, unajua niko kwa magiza, huko barabara ni ngori, sijui niende na gani. Watu acha niende na hii sasa, yes side. So I was saying guys, sai madam amejaribu kutuangaisha lakini kwanza tu kwa Ben 10, lakini tushamnagu yeye ni mtu aina gani. But this time mimi naweza sema hivi. Guys, the main thing nilikuwa imenileta hapa sana kuambia hivi. Unaona afisa Godfrey na afisa Deno popo alisikiza maneno ya Ben 10 kwa umakini na maneno ya huyu afisa mwingine anaitwa George. Waliwa open na wakaambia, whatever you are trying to deal with is something that it inaweza harm ama waiweze. So wakae chonjo wakijua anything can happen. Wasifikiria wako sawa kabisa. Inaweza wadhuru ama wao waidhuru. Hata nyinyi mnajua tu vizuri. Ule madam ambaye wanadili naye ni madam wrong number na madam hapendi watu. Madam anaangalia nafsi yake peke yake. So hope walimsikiza vizuri na wako muasimu. Kama walimwasimu hapo itawaumania vibaya. Now guys, mimi kidogo tu niwapatie update za mishoni. Mishoni inaendelea softly, inaendelea fiti kabisa. Ingawaje tunajaribu kufocus sana na kujichunga kwa sababu sasa hii sio ile time unatembea na simu inaweza trackiwa. Ile siku mlisikia nikiwaambia tulikuwa tumefuatwa. Sasa hii ni kujichunga kutokana na kila kitu. Sasa hii najaribu tu masaa yote ndafika kwa nyumba niwapate bado mjafanya nini? Bado hamjalala, ninaingia live niwapea updates. But jana ili ni fail. That's why nimesema before niingie live leo nibonge na nyie kidogo, at least
at least mkuwe na report kidogo. Sasa ni high time tumrudie Mwenyezi Mungu. Mnaona watu wako busy kwa church. Watu wako busy kwa church wanaomba. Alafu mwingine ako hapo busy anaiba watu wenyewe. Kwani Kenya watu ni tofauti aje? Mimi hata sijui niingie kwa hii church kidogo alafu nitoke ama. Wadau ama mnaona aje manze? Si nirudi kwa hii church kidogo tu niombe manze. Unajua kwa hii mission Mungu ametujalia. Mungu ametusaidia sana. Sasa sijui nirudi niombe ama nifanye aje wadau. Ama kesho nikuja kama nimejipanga kesho. Juu naweza rudi saa hii asikuwa nimejipanga. It's okay. Acha nikuje kesho nikipita hapa najua sasa ni masaa ya kuingia hapo. Acha niendelee juu naenda mbali. Yes, so wadau, I missed you guys. Thank you so much kwenye wali support ile kazi tunafanya. Na bado wakasupport kumpeleka Samaritan Deliverance na pia kwa hospitali. Hapo wenyewe wali support manze. Unajua kama si ile siku mkajaza fuel kwa gari. Manze sasa hii mission ingekuwa ilikatika kitambo. Sasa mngekuwa na video wadau. Kwani nawaficha? Sasa mngekuwa na video lakini hii ni effort yenu. Unajua sasa mnatudai. Sasa mnatudai 2 weeks. Inafaa video ikuje venye mnataka. Na mnaona nimejaribu nimeongezea mpaka length. Mbona length ya video iko chonjo? Nimejaribu kadri ya uwezo wangu. Length ya video iko chonjo. Sasa hizi sikimu complain. Alafu wadau wananiambia niache kujirudia kwa video fulani. Ni wadau nilikuwa nataka ifike minutes mnataka. Lazima nilikuwa na shida. Alafu as long as mnaelewa msifocus na kujirudia. Bora mmeelewa chenye kilikuwa kinaendelea hapo hivyo. Na wadau wamenikemea. I was like kwani mlikuwa mnataka aje? But it's okay. It's okay, mimi ndielewa nyinyi mafans. Mkisema kitu lazima ifanyike. Mkisema kitu inakuja na hiyo design mnataka. So guys, mimi leo nimewaambia na wapeleka na mtaratara. Nimewamiss vibaya sana. Ati nimekaa siku moja bila kuwapostia. Man, siku nilirudi kwa nyumba saa 7 ya usiku after live ya pale Instant TV. Acha nivuke barabara. Nilirudi kwa nyumba sasa. Ilikuwa acha nikimbie, unajua naweza kuwa najirecord kumbe nipitwa na gari vibaya sana. Kisha nitaka kudedi kabla sijawapatia ma information wadau. Kisha nitaka kudedi kama Madam Liz haja kufa wadau. Kuna mambo mingi sana na miss. Asiwezi nataka kudedi kama hazijafanyika. Mimi nataka kuacha tuko na free. Hata si dedi. In fact si dedi. Alasikia nikisema ati nataka kuacha, siache kitu yote. Mimi si dedi saa hii. So hivyo tu wadau, ni support mzuri manze na wafurahia. That's why mimi unaona hata kwa barabara siogopi. Ili watu waniite mwenda wazimu lakini juu yenu wadau, juu yenu lazima ni record. Thank you so much guys. Thank you for the gift of life yenye Mwenyezi Mungu anatupatia. Sasa at least niko happy. Mission inaenda successful, mambo inaenda vizuri kabisa. Na Mungu awabariki sana. Tupatane hapo kesho ama tupatane kwenye live yetu ya leo. Tupatane kwenye live yetu. Thank you so much guys. Thank you so much for the support. Manze tupatane baadaye. Bye. Acha nivuke hii barabara nyingine. Najua huko ni kubaya. Huko nikivuka polepole naweza pitwa na mimi. Now, thank you so much guys. Acha tupatane masaa nyingine sana wazi wadau. Alafu spanners zilitolewa, sijui mbona. Ninyi wote hamna spanners. So utakuwa narudisha moja moja, sawa? Acha nitoe.